Gia World Movies. Asante. Mzee samani. Bila samani. Mimi naitwa Suka. Suka. Ni mtoto wa Mzee Petro. Petro. Ndio. Nishachoka sana. Mwenzangu, Petro. Bana mimi nimechoka sana. Tuingie tupate chai. Asante. Tupate chai. Mwanangu nina shughuli nyingi leo sana. Hata kama una shughuli, suna kidogo. Mazoezi ya leo unajua alikuwa makali. Mazoezi. Nataka niwahi kwa sababu tutakwenda mjini. Tutakwenda mjini? Hapana. Lakini tupande suna. Sasa ndugu yangu, jina langu wa mwisho anaitwa Suka. Suka.
Mara, bau jambo Supa. Anasoma mara ngapi huyu? Huyu? Huyu ndio najiandaa mwakani niweze kumpeleka shule. Petro, mimi naona nikuache. Sawa sawa. Nataka nikimbie kwa sababu kama siku 2-3 hivi itakuwa siku. Utakuwa huko Kwa hiyo tutaonana lini sasa? Nafikiri kwenye Jumamosi. Tunaweza kukutana tena zoezi au vipi? Haya sha. Kwa msamie shemu. Haya bwana. Haya. Mzee Petro alikuwa rafiki yangu sana. Na huyo kipindi hicho alikuwa ni kijana mdogo sana. Umekuwa sana. Habari za masomo? Bahati mbaya sikufanikiwa kumaliza masomo yangu. Na nadhani ndio sababu ambayo nimefanya nikufuate hapa. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante mzee. Kijana wa Mzee Petro? Ndio. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Kaa. Umekuwaje? Mbona huko hali nyingine tu tofauti? Kuna tatizo? Ni kweli mzee. Ndugu zangu mpaka sasa hivi waliamua kuondoka nyumbani, hatujui walipo. Na hii kutokana na kwamba baada ya kaka zangu kuondoka kwamba mama ndio mhusika na kifo cha baba, wote waliamua kuondoka na wakasema hawatarudi tena. Dondoo kabisa kufanikisha shughuli yako. Usikose kipindi kipya cha Kulala Show kwa haya yote na zaidi. Mama! Boresha mwonekano wako, maisha yako. Mama! Ade. Nakuomba mara moja. Nani? Mkama. Za huko mwanangu. Ili wewe unaniuliza za huko mnafiki. Eti? Unasemaje? Nasema wewe ni mnafiki mkubwa. Mahangaiko yote tuliyoyafanya wewe ndio umemua baba. Halafu kwenye msiba unajifanya una machungu. Hivi wewe Mkama, kunefuka kwako ndio unaniita mimi muuaji? Na kuuliza wewe, unavuta bangi siku hizi? Miezi yote 9 nimekuweka tumboni. Leo unaniita muuaji mimi? Miezi yote 9 si sababu. Yawezekana hata ungeniua wakati unajifungua. Haina maana kumua babangu mzazi. Halafu unajifanya una machungu. Wewe ni muuaji, tunabaki kuitwa muuaji tu. Miezi 9 nini? Hivi mwanangu, siku hizi bangi zimekuwa za kunywa au za kuvuta? Mbona wewe inaonekana sasa unakunywa, sio kuvuta? Usitaki kunichafua. Ni lini uliona mimi mama navuta bangi? Kuambiwa ukweli siku zote ukweli unauma. Sio ukweli. Wewe ni muuaji mama. Huwezi kumuua babangu alafu unaniambia mimi navuta bangi. Ukweli sikutaje mama. Unasemaje? Kusikia maongezi yako. Kwa hiyo Ukweli unakuita sasa ndio mama kwani mdogo wangu Suka. Huna unarolijua hapa ndani. Hiyo swala sio la kuongea hivyo. Mimi ni kakako. Ni swala la kuunganisha mama na kuongea naye. Okay, mimi ni kakako. Huyu ni muuaji mamako. Mimi sio mamangu. Sina mama muuaji kama huyu. Angekuwa muuaji angekuwa ameshakuua wewe. Kwa hiyo ulisubiri mpaka niue mimi. Sasa mimi nakwambia sina mama muuaji kama huyu. Umama muuaji. Sasa ngoja atakapokondoa uhai wako ndio utajua kwamba huyu ni muuaji ama sio muuaji. Amemua baba yetu leo unamwona ni mama yako. Kama atende hivyo. Hii swala la kukaa chini na kuongea. Wewe huna unaponika utakaa chini na nani? Mimi sina muda wa kukaa na mpuzi kama huyu. Sina mama mpuzi kama huyu. Alafu maneno ya mtaani unayatoa ndani. Ya mtaani. Sasa wewe mimi naondoka. Sina mama mjinga kama huyu. Endelea kuishi na mamako mjinga. Na wewe mwenyewe ni mjinga. Kwa sababu unaolijua. Mama gani? Mama, unipuuzi. Jaribu kutulia tu. Unajua mwanangu Supa, inauma sana. Hivi mtoto uliyemzaa anakuita muuaji. Ni muue baba yenu ili nipate nini? Mama, vitio hivyo. Wewe tulia. Hayo maneno unayapata huko yamezushwa na watu. Usijali mama. Usijali na shughuli zako. Haya mwanangu, nakusikiliza lakini. Haya mama, usijali. Mpaka sasa hivi mimi nipo tunaishi mtaani, sina eneo maalum ambalo nikasema ndio mahali nipo napoishi. Usiku naponikuta mimi ndipo napolala. Ilikuwa kwaje mpaka kufikia hatua hii?
Na wewe umefuata nini? Unaniuliza nimefuata nini? Kwani hapa ni kwa nani? Hapa ni kwangu. Kwa ustahili kuniuliza nimefuata nini? Wakati unaondoka hapa uliongea kamwe hutorudi hapa. Leo imekuwaje? Mimi sidhani kama kuna umuhimu sana wa kuzunguka kwa sababu labda nilizungumza ambalo limenileta. Sawa? Mimi nimekuja kukutaarifu kuwa hii nyumba nimeuza na hamstahili kuishi hapa tena. Nini? Yaani umeuza hii nyumba? Umeuza hapa? Wewe? Mimi sidhani kama kuna la ziada. Ndio hilo lililonileta. Hebu. Yaani wewe umeuza hii nyumba? Hii nyumba ya kwangu mimi umeuza wewe ambaye ni mtoto na sio peke yako, mko wawili. Okay, mimi najua sina ndugu yangu mpuuzi kama Suka. Sawa? Mimi ni Mkama na hii ni mali yangu. Na nilichokuja kukizungumza ni kuwa nimeuza mali yangu. Na wapa 2 days kwa Kiswahili, siku 2 muwe mmeondoka humu ndani. Sawa? Mimi sina la ziada. Inakuingia akilini? Sasa wewe ndio utachagua kama imekuingia akilini ama haijaingia akilini. Mimi nimemaliza. Nafikiri ujumbe umefika. Watakuja kukagua baada ya siku 2. Kwa hiyo sioni kama kuna la ziada. Sawa? Mama, kitu hicho kitakuwa kimepamba. Sasa huko anakokwenda mimi sidhani kama jambo litakuwa rahisi kiasi hicho. Hivi unadhani itakuwa rahisi kiasi hicho, si ndio? Unasema? Unadhani nimesema hivi 2 days. Mama, iko kweli naona kama itakuwa mzigo tu kwako. Naona ni vyema tu sasa hivi ukaniruhusu bwana niingie kwa mtaani nene katafute kazi. Nitakachokipata ndio hicho tutafika nacho. Ndani ya maisha yatakuwaje maisha hiyo? Nyumba yenyewe imeshauzwa hii. Mwanangu Suka, ina maana hata wewe unataka uniache? Kwa nini tusiyazoea haya matatizo? Mama, angalia mashine ilikuwa mama. Kwa nani vitu vingine vitapatikanaje sasa? Kikubwa tu ninachokuwa kwa sababu nyumba imeshauzwa. Naomba twende tukatafute sehemu ambayo utakoishi wewe, ambayo utajua kabisa kwamba hapa ndio tutakapomkuta mama yangu anaishi. Lakini mwanangu, mimi nadhani hiyo ngumu. Mama, utaendelea kuishi hapa, nyumba imeshauzwa. Kama ndio hivyo, wewe umeamua kuondoka. Mimi ninavyoona basi nenda. Nitajua mimi mwenyewe nitakaa wapi. Hapana mama. Hapana. Siwezi nikaenda kwanza maisha yani kwa haraka hivi unavyodhani. Niache kwanza nijipange. Mama, ninachotaka hata nachokipata kidogo na kuletea pia na wewe. Ndio maana nasisitiza bora nipafahamu hapa ambapo tutakuwa naishi kuliko kwenda kutafuta tu peke yako. Basi naomba kwanza uniache. Niache nitulie kwanza. Maana hili ni swala la kujadili. Kwa tunagombana mama. Tukubaliane tu. Sasa naona mnanichanganya wote. Huyu kaja na swala la kuuza nyumba. Wewe na wewe unataka kuondoke. Uende sijui wapi. Basi naomba mimi mniache. Niache tu. Haya, sawa. Mimi sijapata na kurudi shuleni kuendelea na masomo. Sawa kabisa. Pole sana. Pole sana kijana. Nashukuru sana. Na kuhakikishia nitakusaidia. Naomba uwe na amani. Asante sana. Nisikie kama umefika nyumbani. Nashukuru sana. Naomba nisaidie japo niweze kusoma. Asante. Nirudi tena shule. Usijali, nitakusaidia shule utakwenda. Asante sana. Sasa kuna kazi naimalizia hapo ofisini.
nadhani kesho utawahi hapo ofisini ili tuondoke wote nipeleke nyumbani. Sawa kijana? Nashukuru sana mzee wangu. Usijali kwa hiyo. Nashukuru kwa nisaidia. Nimeshasema nitakusaidia. Asante sana. Sawa? Ndio ndio. Haya. Asante. Nashukuru. Basi mimi nitakuja kesho. Wahi kufika. Nashukuru. Asante. Sikia kijana. Hapa ndo nyumbani kwangu. Sawa sawa. Karibu sana. Asante sana mzee. Asante. Basi tuingie ndani. Asante. Karibu. Asante. Asante. Karibu sana. Asante. Asante sana. Karibu kae. Asante. Karibu. Nisubiri kidogo. Kiba! Kiba! Naam. Uko wapi? Kwa chumbani. Unafanya nini? Tulikuwa tumepumzika mzee. Shikamoo. Wenzako wako wapi? Wako chumbani. Wote mnakaa vyumbani mnafanya nini? Nyumba inabaki tu mlango umeegesha kiajabu ajabu. Tulikuwa tumepumzika mzee, tumechoka. Kawaita wenzako waje. Nyumba inabaki kiajabu ajabu. Halafu watoto. Mko mfanye nini? Shikamoo. Ngoja. Shikamoo mzee. Wewe ni hapo msinzia tu. Ndio nakwambia. Shikamoo. Vipi? Safi. Mama yenu kwa wapi? Niko chumbani. Kamuite mama yenu na dada yenu. Suzi si yuko? Ndio. Kamuita. Karibu. Asante sana. Baba leo zamida. Roja. Kiona? Nasema aje baba? Nimewaita hapa. Kuna kijana huyu. Nimekuja naye. Sasa nimewaita kwa ujumla ili niwatambulishe. Hawa unaowaona hapa ni wanangu wote. Hivyo basi tutaishi naye hapa nyumbani. Naomba mtendee haki kama watoto wengine wanavyowatendea. Na nyinyi naomba mnichukulie kama kaka yenu. Ndio mzee. Sawa?
Ameanza mazoezi. Hivi ukaidi utaishi lini? Sio mwanza wetu, hata wewe ni mama wako. Ni mama yangu lakini anadharau, kwa nini nisiseme? Sasa hapa amemtoa ili weje. Utavuna kiburi. Huyo mazee anaonyesha picha gani kwa mgeni? Au nyie amulioni? Wewe leo ndo una tabia mbaya. Wewe ndo unaonyesha picha gani? Tena sikiliza, naomba nyamaza, umesikia? Wewe unitishi, mimi nakwambia. Nyamaza, umesikia? Pita kote ile huyo dogo naomba muache. Mimi nimeshasema nyamaze, nikishasema nyamaze anyamaze. Sasa anaongea nini? Loi. Sio kila kitu unamwona Loi. Ipo siku nitakuvunja nikutufue. Na hicho kitu chako kibaya hapa pale ndio. chako kizuri si ndio? Wewe usipende kuwa unaingilia mambo ninayoongea mimi wewe. Wewe ni mdogo tu. Sasa usianzie, potea nje uje kuingilia huko. Potea nje, atakuja nikuvunje vunje. Wewe unamtetea na nini? Hebu niambie baba Loi. Yaani huo uchafu ndio ulikuwa umenitia mimi? Na kuuliza wewe, umenitia huo uchafu mimi? Sasa sikia nikwambie. Nataka unitolee huyo mtu ndani. Sitaki kuona. Hebu sikia, hawa watoto hawajaenda shule. Shemu hajaenda shule. Ana muda mwingi sana hapa nyumbani. Hata umeshindwa kumlipia. Leo umeenda kunitafutia kunguni tu hapo na nitatia ndani. Komea hapa hapo. Sio kunguni. Nimesema mimi kwamba naomba unielewe maamuzi niliyoyachukua ni nini kama mimi mwanamume wa nyumbani. Hata kama umechukua maamuzi, nimekwambia hivi, mimi ndo mama niliyeusikia huko ndani, ninapika na kupakua. Kwa hiyo kama unataka kumtoa huko ndani, ataishi kwa shida. Sasa nimesema hivi, naomba unielewe kitu hiki. Atoki mtu kama mimi ndo mwanaume wa nyumba hii. Maamuzi niliyosema kwamba lazima uyafuate. Sasa nimesema hivi, ataishi kwa shida sana huko ndani. Ataishi kwa shida huko ndani. Kama wewe ndio umenioa, ataishi kwa shida. Naondoka. Wewe hiyo sura yako mbaya kama kigere cha. Nini tena? Hamna kitu. Sasa jinga. Kwa nini mnarumbana? Mnakuwa mna heshima? Kwa nini mnakoseana heshima? Nini watu wa kupiga kelele ndani ya nyumba na sisi wakubwa tupo? Sasa basi. Chukua mizigo ya mgeni na umuonyeshe chumba cha kulala. Inuka sasa. Watoto. Unafanya nini hapa? Naomba maji. Alafu mbona leo hujaenda shule? Nguo za shule bado sijaziandaa. Wewe mtoto acha utundu wa kijinga. Tabia yako siku hizi mara uende shule mara usiende shule. Hivi mama wewe tabia za ajabu uongee bana, kwani mimi yaani sipendi tabia za ajabu. Mimi mtoto mdogo mpaka uniambia kwenda shule bana, mimi najiongeza. Kwa nini usiende shule lakini? Nitaenda lakini bado. Sasa ninachosema hivi, fanya kazi yako, maliza kavae nguo za shule. Bado kwanza huyo mgeni mwenyewe bado. Kwa hiyo mgeni ndo kakuachisha kwenda shule umkingie maji. Sasa mimi nataka uende shule mimi. Bado mgeni huyu natakiwa nimshughulikie hapa maji. Na kwa hiyo ninachohitaji mimi uondoke hapa uende shule. Okay, nitaenda basi, ondoka. Kila kitu bado nielekeza bana mimi. Na wewe uko bwana, kishi hapa. Mkubwa amekukosea nini bana? Njoo tuendelee mwanangu, vitu vya kawaida tu kwenye nyumba. Vitu vya kawaida tu hivyo. Beseni ila hapo, maji hapo huko hapo. Haya. Mimi nipo huku sasa na kula upepo au si? Haya, asante. Endelea sasa. Wewe unafanya nini hiki?
Nafua mama. Unafua nini? Hivi wewe sikia nikwambie. Inuka nikwambie. Nakuchukia sana mimi. Kwanza sikutaki kwenye familia yangu. Eti nafua. Hivi umezunguka kote huko umekuja kuona hapa ndio kituo cha kuja kujihifadhi maisha yako. Sikia leo ngoja nikufundishe uchafu wako. Sitaki kuona uchafu mimi humu ndani. Sitaki. Kiona hiki huko. Kisha. Shenzi. Ninaona hapa sijui ndio kituo cha kuja kujihifadhi hapa. Unakuwa kikwazo cha wanangu kutokwenda shule. Tena wewe kama hutaki kutoka hapa kwangu, kanijua mimi nani? Na wewe uko. Wewe. Nini kimetokea? Umefanyaje? Niambie basi umefanyaje jamaa langu? Hamna, nakuwa maji tu basi. Nani anakumwagia? Hivi mama wewe utaacha lini tabia zako bana? Yaani wewe mama kila siku matukio umekuwa nani wewe ndani ya nyumba? Yaani mimi nasema wewe mama una bahati tu kwa vile umenizaa lakini usingekuwa umenizaa mama wewe sasa hivi ningekuwa nishakuumiza. Oye, amekuumiza sababu amekupiga. Lakini wewe sikia ndugu yangu sio na kaka kizembe hapa. Huyu mama ukimdekeza huyu mama atakuumiza. Hii nyumba itakwambia kaa vile ninapotaka mimi. Sasa hivi amekumwagia maji, kesho analeta kopo la mikojo anakuambia inama hivi anakuweka. Kuwa jasiri ndugu yangu, hii nyumba hii nimeshakwambia hizo vipi? Elimika basi jamaa yangu, mimi nakukubali sana. Yaani mama huyu. Okay basi. Unachelewa unafanya nini? Hebu ninawishi bwana. Ndio watu haraka. Leo unakunywaga maji. Maziwa yafika. Maziwa haya yamefika kama kwenye friji. Ndio taratibu. Shebo. Ombea chakula. Tuombe. Bana nachelewa. Kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Mungu tubariki chakula chetu na kutumikia vema. Amina. Tuanze kula. Mimi wewe ni kimbo chakula. Ila watoto nyie. Sijui njia kasi waelewe. Nadhani najua ni mpenzi wa Mchicha mimi hani hata ukininyima nyama. Sawa. Wali mzuri. Au kinyama zao siku hizi. wewe utatosha hiyo. Kila matazamo makana ndogo wa sasa. Simu yangu? Ndio mtoto. Ni wapi? Ngoja nifuatie baba. Acha. Baada sasa tumia mboga. Tumia mboga. Wewe kabisa. Kula kabisa. Unasikia? Poko hapa relax. Tumia kabisa. Unasikia? Haya. Unataka nyama niambie. Au kama mtu anataka? Natosha.
Kula. Ujinga. Mama kwa moto kwenye mauti. Wengine wako wapi? Maana umeshashiba. Hamu leo ameshiba, hawajui kula. Umekula nini sasa? Hawajui kula. Kwa hiyo wewe ndio unawalia. Kula mzee wangu. Una Tufuata akili za watu. Unaweza usiendelee katika maisha. Ila wewe kijana. Soma. Mama, haya mambo gani unafanya? Ya kuhusu Mama, what kind of behavior you show us? Mama, tuige nini sisi kutoka kwako? Sisi ili vazi la heshima na familia hii mnaivua. Mnalivua. Sio tu wa familia hii, hata sisi wenyewe mnatuvua nguo. Huko mtaani sisi tunaonekanaje? kuhusu hayo niachie mimi. Najua ni jinsi gani ninaumia. Na yote hayo kuyafanya nina sababu zangu. Mama, si kweli. Si kweli. Utaumiaje wakati wewe mwenyewe ndio chanzo cha hayo yote? Hii migogoro yote mama, wewe Loi. Kwa nini? Sikia mwanangu Sheila. Ninakuomba utumie muda mwingi kwenye masomo yako. Usipoteze muda kuhangaika na mambo ya kijinga. Yaani hayo yote niachie mimi. Mama ya kijinga haya? Mama ya mambo ya kijinga? Nimekwambia niachie mimi. Tayamaliza. Mama, nikuachie nini wewe wakati wewe mwenyewe ndio chanzo haya? Wewe ndio mzizi wa haya mambo. Sasa mama, unanifahamu wanao? Unanifahamu kabisa niashemo nilivyo. Sasa mama, sitaki tena hii hali ijirudie. Sitaki hii mizozo ijirudie ndani. Na kuahidi mwanangu Sheila, haya mambo hayatajirudia tena. Na humu ndani tutaishi kwa amani. Naomba ukaendelee na shughuli zako. Tafurahi mama kama itakuwa hivyo. Hata baba yako nitaongea naye. Furaha yangu nafikiri itakuwa imetimia. Haya. Asante mama. Bebe. Nizuni mwanangu nakuja. Hivi Loi, unadhani hizo kelele, mizozo, migongano, mivutano kila mara, ndugu wangu, itaisha lini? Unadhani tunaangaliwaje huko mtaani? Familia yetu inaheshimika, baba yetu anaheshimika, mama yetu anaheshimika, familia nzima, pia na sisi watoto, lakini mambo gani tunafanyia naye? Niambie, mpaka lini? Mpaka lini Loi? Hivi unafahamu kwamba mama yako ndo ana matatizo, mimi sina matatizo? Ona umeshaanza kurudi kule kule. Si mama yangu tu, hata wewe ni mama yako pia Loi. Hivi wote elimika lini? Yaani kila siku narudia yale. Nimeshakwambia, mama yako ndo ana matatizo, mimi sina matatizo. Yaani mimi niko fair sana yani. Loi, mimi sipendi. Sipendi unaposema hivyo. Sipendi kabisa. Mama yako mpaka lini? Yule ni mama. Jaribu kumheshimu. Usiniambie jingo, umesikia? Umeshaanza kuja na kwangu. Umeshaanza kuja na kwangu. Sikia mdogo wangu wewe. Ili tuyamalize matatizo yote yaliyomo ndani, mizozo yote yaliyomo ndani, mivutano, ni kwamba Loi, jaribu kumheshimu kila aliyomo ndani. Nimekuelewa sana yani. Umeona? Lakini ninachotaka mimi ni sawa. Wewe Mungu wewe, nimekwambia kuongezea maji kwenye nyama. Alafu wewe paka wewe. Ni mama nimesahau tu. Na nilikuwa nafagia huku. Hapa nini mama kila siku natukana mimi matusi mara paka mara mbwa. Ya nini yote hayo? Haya, umefurahi mboga imeungua. Sasa mama atafurahi wakati mboga ya kwetu wote. Wewe paka wewe, leo hauli. Nenda kaanze na mama sawa?
Atakapokuwa anaongea na mimi yani awe anaongea kama vile na mtoto wake. Hapo tutaelewana. Mambo tunamaliza kuanzia hapa mpaka kule. Sasa unaposema tena nikamwambia mzazi wangu umekosea. Kwa sababu naamini kabisa ni mama yeye ndo anayenikoroga mimi. Na angekuwa kama baba yani mimi ningekuwa naelewana naye sana. Mbona baba niko naye pisto? Ya wewe uangalie rangi, uangalie sura, hata baba mwenyewe anga mnatibwana sometimes. Mzee mimi naelewana naye vizuri mno. Wewe ndugu yangu wewe ni kauzu zaidi ya dagaa. Nakwambia. Wewe ukauzu wako ndio unaofanya wenyewe wazazi wako wanakuchukia. Nimeshakwambia. Ipo siku utakuja uamini kwamba mama yako ndo ana matatizo. Hakuna siku ambayo utakuja kama mimi naamini. Wewe ndio una matatizo. Haya wewe ndio tukubisha. Wewe acha kwanza ukaidi wako, afu uone kama wazazi wako. Ngoja niongee na mzee, baadaye nakuja. Sio kaangalia kama mzee tu ana mahindi tu mimi. Lakini na yeye inatakiwa sometimes na yeye mnaangalia. Yaani mimi sina makosa. Mimi nakwambia kweli, utakuja kae siku nyingine mwanzo kwa laumu wazee kwamba wewe mimi nampendea nyashe, mimi nampendea shebo. Yeye mnavyodekeza ile tutuleni. Yaani hadi maji ya kuoga mpaka mnipelekee. Yaani hapo tu ndio mnaponiboa mimi. Haya wewe kiba ana tabia nzuri. Wacha mimi nipumzike, wewe nenda kaendelee. Badilika ndugu yangu. Kama dunia inabadilika sio sikubadilika. Na mtazidi kuniona mimi mbaya hivi kila siku. Ninawaambieni sasa. Baba. Baba. Kama nakuhitaji mara moja. Unasemaje? Samahani mzee, nilikuwa na shida ya maongezi na wewe kidogo. Sisi tunaweza tukaongea. Nimepumzika baba. Samahani mzee, mara moja tu. Nimepumzika, tutaongea kesho. Niko huku. Mzee, uko hapa? Niko hapa. Kando, leo mtafuta huko kibarazani na usioni. Nilikuwa na karatasi na kumalizia pale za ofisini. Kama vile pesa ndio. Mzee. Nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Kwa muda huu. Unahitaji kuzungumza na mimi? Ndio. Naomba uwe. Baba, situation ya familia yetu kwa sasa kwa kweli mimi hainiridhishi. Imenishinda. Nimeshindwa kuimudu. Na sione jitihada zozote zinazofanyika juu ya hili swala. Mwanangu, nimeshakwambia masuala haya yataisha tu. Kwa hivyo ninakuomba uwe mvumilivu. Najua tuna matatizo makubwa sana. Ni sawa na ugonjwa kisha uingia kwenye mwili wa binadamu. Hata niwe dawa, huwezi ukaondoka kwa siku moja. Sasa hili swala ni zito. Linahitaji tukae na familia. Ndio maana nikasema uzuri umekuja na ninafanyia ufumbuzi. Litakwisha mwanangu. Mpaka lini mzee? Mpaka lini? Kwa sababu sioni juhudi zozote zinazofanyika juu ya hili swala. Leo Loi, kesho mama, mara wewe. Kuzingatia mimi mzee wangu, bado ni kijana mdogo mno kukabiliana na vitu vyote ninavyoviona ndani. Mzee wangu, nashindwa kuelewa kwa nini usichukue jukumu hili mapema. Una heshima zako, watu wanakuheshimu. Familia yetu hii inaheshimika kote tukitaka mtaani. Sasa leo hii hapo angalia majirani na watu wa nje, ndugu leo waje waangalie mambo yanayofanyika huko ndani. Mzee wangu kweli nauma. Kuna masuala mengi yananichanganya. Yananiumiza kichwa changu. Mama yako, mdogo wako Roy ndio usiseme. Hata shule hataki. Amekuwa ni mtu anajiunga kwenye magrupu ya vijana tu anashinda mtaani. Na yani azimio lake kubwa tu ni kuja mimi kulilipua tu. Kila saa anaomba pesa. Mtoto ajishughulishe. Unavyomuona mpaka sasa hivi kwani unamuona yupo? Hayupo. Basi uelewe kwamba ni tatizo kubwa sana. Hivyo ni mzee, hakuna muda wa kupoteza hapa. Kaa chini, tatua moja baada ya jingine, moja baada ya jingine. Usiende nayo yote kwa pamoja.
nafahamu sasa hizi kiuchumi hapo vizuri. Basi anzia ofisini. Kuja roho. Kuja mama. Familia nzima na ujumbe. Mzee vipi? Mimi ni Zevi. Mdogo wako amebadilika. Na huyu kijani anazidi kunitisha kwenye nyumba hii. Ananitisha. Kwanza mwangalie. Unatoka wapi? Ni nguo za kunivalia hizi. Kweli kabisa. Muangalie mdogo wako jinsi alivyobadilika. Ni nguo za kunivalia. Baba vipi bana, mbona unawaka sasa hivi kwani na nini? Unaniambia nawaka mimi? Wewe unaona hii kwani hii ina issue gani? Uwezo kanivalia nguo za mitaani. Kwa nataka nivae kama wewe au? Hebu ondoka. Unachukua tuna mazungumzo unakuja tu unaleta mambo yako. Afu sijaja kwa ajili ya hiyo ndio nilipata. Tuna mazungumzo. Kwa heshima mzee. Tuna mazungumzo yetu unakuja tu. Unafika unamforce mwenzio. Una shida. Una shida gani kuleta? Nilikuwa nataka nizungumze na yeye mazungumzo mawili matatu afu tumalize. Unaweza kanipisha kidogo? Hilo sio jambo la kufikiria, ni kunyanyuka na kuondoka bana. Kaka hapa kutishe. Kwa hiyo tunayoongea hayana maana kwetu. Ndio hapa ananikosea heshima. Na huyu mtoto ameshashindikana. Sio ngoza kuja unawavalia watu. Ameshindikana huyu wewe unaona hapa unatazamaji sana. Unamwona unaweza kumfananisha? Analingana na ndugu yako. Ungeniambia mimi na shida gani ningekuelewa mzee, lakini sio kunifukuza. Mbona wewe hapa kaka? Na wewe ukiwa unaingilia mambo naongea mimi. Mimi naongea na mzee wangu. Ondoka mzee. Ondoka. Mzee samani. Ananikosea heshima huyu. Loi. Sikilize mzee. Mbona unakosa heshima? Mimi lakini tunazungumza nini? Ondoka. Okay basi dakika mbili nimesema narudi. Dakika mbili za nini? Dakika mbili narudi sasa unakesha kwa watoto ambao wana adabu. Yaani watu wengine bana sijui mnakuwa makundi yake. Loi ananipa shida. Loi ananiumiza kichwa. Ananichanganya. Mtoto nashindwa nimpeleke wapi? Calm down. Angekuwa ni mtoto wa ndugu yangu, ningekuwa nimeshamuondoa nyumbani kwangu. Lakini kwa sababu ni damu yangu, ninashindwa nimgawie nani. Wanasema hata angekuwa kichani kwa kwako, lakini na uhakika hii hali itaisha tu. Mzee tulia. Tulia kabisa. Sisi tunajijengea pressure bure. Ya kupasa tu uyafikia matatizo kidogo. Bila jua leo yatarekebika. Bila jua mzee itafika mahala. Dakika mbili nilizotoa na zangu zimeisha, si ndio? Shebu, unaweza kanyanyuka kwa tupishe. Tupishe. Okay fine. Yeye kumsikiliza leo. Baadaye nitakuja. Nenda basi vipi? Kama semaje? Niko na shida tu kidogo. Naomba nisaidie shilingi 45 kachukue jeans pale kwa Mronges Show. Hilo ndo swala lililosababisha kumtoa mzee. Kwa sababu na lenyewe ni jambo tena la msingi zaidi ya lile. Nilikuwa na shida na hiyo hela. Nilikuwa na shida na hiyo. Mimi kachukua hizo nguo. Wewe 40 umeona inapatikana kirahisi. Mzee kwa kweli ni ndogo hiyo. Ndogo. Unamwona kaka yako hapa anakuja hana hela ya shule. Wewe unahitaji 40 ukafanye matanuzi. Hivi kweli una akili wewe? Alafu unajua mimi mzee nakushangaa sana. Yaani akija shebu hapa kiomba kidogo tu unachukua, si ndio? Alafu mimi hapa mpaka uanze kuniambia maneno ya busara, maneno ya busara kitu gani? Ni ile nimfanyia naye jua maana ya elimu ni nini. Wewe ungekuwa unasoma na ungekuwa unachukua fedha. Sasa hauendi shule. Kwa hiyo unasema mimi sisomi, si ndio? Kwa hiyo nipi kwa sababu sisomi? Ukavuruge tu. Una pesa ya kuchezea? Bana mzee acha basi. Mtu ambaye anafanya manufaa. Acha bana masiala, nipe basi. Nikupe pesa. Unaomba pesa ya kwenda kutambua wakati sisi tuna swala la muhimu hapa ambapo tunajadili na kaka yako. Umeanza. Mzee wangu umeanza. Kaka yako mpaka sasa hivi ana ada na amerudishwa kutoka shule. Wewe unahitaji 40 ukafanyia mambo ambayo hayana maana. Hivi kweli wewe una akili? Wewe kwa nini makosa akili? Sasa mimi sina nguo nifanyeje? Mimi sina nguo za kuvaa. Na hizi? Sasa hizi nimezizoea kila siku. Si umezipenda hizi? Nataka niende nikaongeze. Ssasa hizi hapa zinitoshi. Unajua unaniambia kitu ambacho akiingia akilini.
Huwezi ukaniambia unataka pesa wakati kaka yako amerudishwa kutoka shuleni anahitaji pesa ya kwenda kulipia ada. Unaniambia vitu gani hivi? Mzee unanichanganya bana. Naomba Unanichanganya nini? bana niende bana. Nimesema mimi sina pesa. Sina pesa za kuchezea. Unanielewa? Sasa mzee hiyo ni ya kuchezea hiyo hela bana. Nikupe pesa. Bana mzee na wewe bana umeanza bana. Yaani hapo utoke hapa bana. Naomba hela bana ndogo. Kwa unaniweka Sasa baba naomba basi na yeye. Naomba usinishike. Unanielewa? Naomba usinishike. Maswala ya kukupa pesa ukaenda kuchezea halinihusu. Kwa mzee umenifuta si ndio? Nimekufuta. Katika wanao umenifuta si ndio? Nimekufuta. Yeye nitakufuta nitamsikiliza naye jali maswala ya shule. Lakini si unipe bana mzee. Vipi bana usiingie tu mfukoni unipe bana hela mzee. Mimi ni benki. Nikupe tu nina pesa. Basi nenda basi nenda. Naenda. Lakini mzee njoo basi. Mzee samani. Sina pesa kuchezea. Mzee unaweza kanishawishi vipi wakati juzi tu hapo umetoka ATM au kwa hiyo pesa ni ya kuchezea tu. Ina matumizi yake. Na matumizi yake ndio haya kama unavyoona. Sasa mzee tunafanyana vitu gani hivi? Nenda basi labda unaona kama vile mimi natumikia sana hela zako. Nenda. Ninakwenda. Na nakwambia mimi nitaanza kuchukua vitu vyako nikauze. Maana naona siku hizo unakuwa ngumu sana. Na ule wako nikute chochote kile. Okay, nenda basi nenda. Naondoka. Lakini mzee samani mzee. Nafanya hivi kwa sababu unaheshima. Na sina pesa ya kuchezea ya kukupa wewe unaenda kufanya mambo yako. Lakini baba mimi nilikuwa nakwambia tu. Haya ni mazungumzo tu na mimi nina shida kama wengine, si ndio? Lakini kumbuka mdogo kakako amerudi kutoka shule. Anahitaji pesa ya kwenda kulipia ada. Kwa hiyo ananiomba pesa kama hivi. Basi mzee kitu kinakuja. Naomba basi hayo basi yaishe basi. Kama nimekukwaza lakini naomba unisaidie basi niende nikachukue. Kama nimekukwaza lakini naomba ni potezea. Hela unayo lakini wewe tuseme utaki kunipa nini? Unaona sasa nimeongea hapo kibusara ndio umeamua kutoa. Wengine mzee na wewe unaangalia mambo mengine. Ningependa basi ndio mzee wangu. Zinakutosha. Pesa niliyotoa ndio hiyo. Haina noma mzee unafanya bwana. Naomba uwe na nidhamu. Lakini mzee na siku nyingine sio unanifanyia hivyo bana mpaka niongeongee sana. Na kama utafuata masharti yangu nitafuata unavyotaka wewe. Sharti yenu wenyewe hapa kila siku kazi kuna milisi. Mpaka ungeongea huyu mzee ndo anatoa hela. Siku gani hizi? Changanyana habari. Ndio umeamua kutoa. Wengine mzee na wewe unaangalia mambo mengine. Ningependa basi ndio mzee wangu. Zinakutosha. Pesa niliyotoa ndio hiyo. Haina noma mzee unafanya bwana. Naomba uwe na nidhamu. Lakini mzee na siku nyingine sio unanifanyia hivyo bana mpaka niongeongee sana. Na kama utafuata masharti yangu nitafuata unavyotaka wewe. Sharti yenu wenyewe hapa kila siku kazi kuna milisi. Mpaka ungeongea huyu mzee ndo anatoa hela. Siku gani hizi? Changanyana habari. Check you.
Sasa mama unafanya nini hicho? Hiki ndio nini? Wewe. Naomba uwe na adabu wewe. Mama, kwa nini umenitolea muziki bana? Kwa hiyo uliona huko ndani disco na kuuliza? Mbona baba anaanza huyu mtoa watu huko ndani? Unaenda kukusanya watu watu na ndani huko ndani. Wewe, naomba uondoke. Ondoka ndani wangu. Mama ondoka kweli wewe. Wewe una mazagani? Wewe hapo ukae wewe vipi? Mazagani waifu. Acha ubora. Alafu Najua paswa kichwa likija hapa timu mbili mwanzo mwisho. Yeye ndo anapenda haya mambo kwa sababu yeye unajua yeye kwa kumetisha ni noma anatuzidi hata sisi. Nani? Loi, unajua zake. Loi sio liuni la mtaa ile. Maana anasema jua hapo mtaa. Yaani lifestyle nayo ya kwake kabisa ile dogo. Mimi nishinda kuelewa. Jamaa cheki. Jamaa kana cheki. Wewe ndio kanizidi talent mimi wewe. Na mama anizidi talent. Ni. Mwenzetu uko wapi? Mwenzetu nani? Si Loi. Loi si atufahamu. Wewe mama mwenyewe unajua mwanao miguu ishalamba na mbwa yule. Kila mama yani sisi Loi mwenzetu. Wewe. Kila kukicha atulii Kwa nyumbani. ni nani? Loi sisi sio mwenzetu. Ina maana mpaka muda huu hajafika ndani. Kama kawaida yake, unafahamu mwanao mama. Wewe unaliulizia sasa hivi nikija mwanzo tumbili mwanzo mwisho. Wewe ulizia tu ngoja leo. Mara mia hayupo hapa. Maana akija hapa nzi. Basi mimi niko huko. Mahindi. Na tulizia Loi wa nini sasa tunacheki pingi letu. Sasa hivi ananianzia tu ngoja lije huko ndani tumbili mwanzo mwisho. Hapa toa shirikisho ile sura yake likikunja lakini naamba ndivyo. Wewe tulia nje. Vipi? Vipindi gani bana bwana wewe? Naomba liko liko hapo kidogo. Mbona wewe tulia? Bana vipi tulia sasa unaangalia vipindi gani hiyo? Umetoka from nowhere na kuja hapo. Nenda huko. Chukua basi. Toka. Unanitetea sana Kuna hivi. nini? kupigia kelele hapa. Ulikuwa wapi? Nilikuwa namalizia shughuli zangu. Shughuli ipi unayoifanya mpaka usiku wewe? Na mama sinazifahamu mimi mwenyewe au? Sikia nikwambie. Nilishakwambia mwisho saa 12 uwe ndani hapa. Sawa? Hebu ona wenzao wamekaa. Shughuli gani kwanza zisizofanyika hizo? Kila siku unaingia usiku, kila siku unaingia usiku. Hivi wewe mbona unakuwa mtukutu hivyo? Acha ujinga sana mjinga. Sasa nasema hivi. Usije ikajirudia tena siku ya leo. Isijirudie tena mwanzo na mwisho. Okay, nitafanya. Saa 12 mwisho uwe ndani. Halafu wacha mjeruhi. Nakwambia hivi. Nimeshasema. Sihitaji kunyoshewa kidole na wewe. Mwambie na huyo aache kuwa ananyosha. Mimi nakunyosha kidole. Tena huyu laana yake tangu mimi nafikia kutungwa. Wewe tabia yako kutangalia. Yaani wewe laana zinakusumbua wewe. Yaani laana ya mzee ya mama ya kwetu ya familia hadi nyumba. Na zati mtoto kitete kama huyu. Kwenda kule. Mkorofi wewe. Bana msio mnanidisi wewe hapo na nini hapo? Takupondea heshima zako nasema hebu tulia basi mama bana. Wewe nini? Ana ni vidole lazima sasa lazima. Lazima. Let's go. Toka hapa. Nakusikiliza Suka, unasemaje? Mzee, mimi nilikuwa bado nasisitiza kuhusu swala langu la shule. Sababu ni muda mrefu sasa umepita. Na sio ni jitihada zozote zile ambazo zinafanyika sasa kunipeleka shule. Sawa kijana. Nafikiri nina maswala ambayo yalikuwa yamenikabili kuhusu huyu kijana mwingine wa chuo kikuu. Kwa hiyo nilikuwa bado namwandalia swala la nauli. Lakini na uhakika kwamba swala lako nitakamilishia tu.
Sina shaka. Unajua mzee wangu, hii swala jinsi ambavyo inaendelea kwa taratibu, mimi lazima kupata shida na hali yenyewe inazidi kubadilika hapa nyumbani. Kimwangalia mama yeye mwenyewe ndio hivyo, kila siku ni vitimbi tu. Yaani mzee ndio kilisaidia kwa sala hilo tu. Suongee, mbona umekaa kimya? Ulikuwa unaongea nini? Aongee nini? Alichokuwa anakisema. Mama Roy nakuheshimu sana. Naomba muda mwingine uwe mstaarabu. Unapokuta watu tumekaa sehemu tunazungumza. Hata kama kwa nini ameshindwa kuendelea? Kwa nini ameshindwa kuendelea? Ina maana haya maongezi ni ya wawili. Hivi ataongea mtu unamforce? Inakuja. Si aongee, nimemshikilia, nimemforce. Na kama tuna mambo yetu ya faragha. Sasa aongee endelee na mimi nisikie. Nataka nisikie anachokiongea. Ongea wewe sasa. Aongee yeye. Aongei. Ataongea sasa. Wewe usiongee, wewe usiongee. Sasa kama unaona mazungumzo yetu hayana maana, baki wewe unaongea. Hayana maana mazungumzo gani ya kujificha ficha? Si aongee huyu mtu wako. Nimesema ongea wewe. Na laiti ungelijua ninavyomchukia. Wewe. Hivi unafikiria hapa kuna kusoma? Na kuuliza. Unafikiria kuna kusoma wewe? Unaona watoto waliomo ndani huko hawana shida na elimu. Wewe ndio elimu unaijua sana wewe eti. Nilishakwambia hapa sio pamoja kusaidiwa. Sawa? Na wala hela yangu haiendi kwako. Labda sio mimi. Yaani ndio kabisa hilo wazo la kijinga jinga. Eti nataka niende shule, nimekusikiliza sana ujinga wako wote ukiongea hapo. Uende shule kwa hela gani? Kwa kazi ipi hapa uliyoifanya wewe uende shule? Tena sitaki kusikia wewe mchafu. Naomba ushie hapo hapo kabisa. Sitaki kusikia. Muone. Ulikuja kusomeshwa ni babako. Hakuna shule wala cha mdogo wake shule. Kuna watu wanasoma sio wewe. Ukienda shule wewe kipa afanyeje? Hata hamna cha shule. Shika nikukuta kama gani? Mama. Baba anampeleka kusuka shule. Nini? Anampeleka shule. Wako kwa gari sasa hivi. Wai uone. Wewe subiri. Yaani hivi baba yako mimi. Mimi naondoka. Yaani nimesema hivi, haendi mtu. Sasa utaona kama si ondoka. Nakwambia hivi, haendi mtu hapa. Nimeshasema yaani nimesema hatoki mtu hapa. Yaani hauondoki. Tutaona kama unataka kuondoka. Hauondoki nimesema. Hivyo ni nani? Mimi kama mama. Nimesema kama wewe ni mwanamke, nimekuoa mimi. Mwanamke sio tatizo. Fanya maamuzi yako nayo. Yaani nakwambia hivi haondoki mtu. Jaribu tuone. Haya nigonge. Nakugonga. Gonga tuone. Kisha. Nimesema siondoki. Ondoke bana. Siondoki. Nakwambia niondoke. Siondoki nimesema, siondoki. Kwani unakuwa na dharau? Haya nipitie. Nakwambia alafu ondoka. Nimesema siondoki. Wewe siondoki. Nimesema siondoki mama Roy, mimi siondoki. Bana siondoki mimi nakwambia. Siondoki. Lishe huko. Siondoki. Yaani hauondoki. Hauondoki. Nimesema huondoki. Nipitie. Unayo jeuri nakwambia. Siondoki. Sitoki. Nimesema nipishe. Nimekwambia sitoki. Nipishe bwana, nipishe wewe mwanamke. Mbona unakuwa na dharau? Hivi wewe unajidai ni mama kusaidia sana? Nasaidia. Kwa nini saidia? Unaenda kukusanya watoto wengine huko unakuja kuwapeleka mashule kwa kwa kwao ndani. Nimekwambia hivi. Mimi ndio mwenye madaraka hapa sio wewe. Hivi unanielewa? Nitakugonga wewe mwanamke. Nimekwambia siondoki. Nigonge. Nasema nitakugonga. Yaani sitaki nimekwambia na hili gari aliondoki hapa. Nimesema hivi. Aliondoki nimesema. Sikupishi nimesema. Nimekwambia mwanaume wewe siondoki hapa. Yaani mimi leo utanijua ndo nani?
Kwa nini unielewe? Nimekwambia siondoke. Unanitafutia nini hivi? Nakutafuta nini? Bwana na wewe, hebu kisha. Watoto wangu hawaendi shule. Leo unaenda kukusanya wengine wako niletea hapa. Sihitaji mimi mwanamke. Bwana unashindwa kuingia ndani kufanya mambo yako. Sitaki wa uchafu. Ujinga wao sitaki. Yaani sitaki nimekwambia. Sitaki. Nataka wanangu waende shule. Wako wasome. Unabebelea mtu mwingine kupeleka shule. Nataka huyo nzi aondoke hapa. Yaani sihitaji kumwona huyo nzi wako huko kwenye gari. Naona wewe unaota kurudi kwa. Wewe ndo hunijui. Hivyo nakwambia unisikii. Nimekwambia hautaondoka. Hivyo mwanamke unakuja. Hauondoki. Nimekueleza ondoka. Mimi watoto kwenda shule hauondoki. Toa kijana wako huko ndani. Mama. Sasa kumwona. Unatokea hapa. Kwenda huko. Unajua wewe hauondoki nimekwambia. Nimesema siondoki. Unataka nifanye nini? Sihitaji. Watoto wanahangaika. Kwenda shule hawaendi. Wao ndio kunikusaidia. Unasababisha nife na pressure mimi. Unajidai unatafuta kitu gani? Unatafuta nini? Sijaona roho ya kwako hiyo. Kuna roho ya kwako. Sasa mimi nataka wanangu wasome. Wanangu waende shule. Watasoma. Watasoma saa ngapi? Nimeshasema watasoma. Unapeleka ndo mwanao. Pesa ya kwako ya kwangu. Unapeleka ni mwanao. Hata kama ni ya kwako ya kwangu. Pano kwa hivyo. Sasa hawendi una roho ya kunguni wewe mwanamke. Nasema acha niwe na roho ya kunguni lakini nakwambia haendi. Na wewe yani haendi hata sio mimi mama Roy. Nakwambia ondoki. Uondoki hata wewe pia. Unajidai baba huruma. Baba huruma kitu gani? Suka. Naam. Naona hii safari imekwisha kuwa ni mbaya sana mwanangu. Tutakuwa na shida. Hivyo naomba tuiainishe tu. Sawa mzee, haina shida. Ndio. Okay, kama umenielewa. Sana unacheka nini? Naangalia mwanamke mzee magari maarufu sana hapa nchini. Unanichekaje? Takufufua. Hivyo unafikiri kwamba anaweza kuzuia hilo gari? Kwani bado tunakwambia wacha kucheka bado unacheka? Pole sana. I see. Okay. Lakini nini wewe? Bwana kwa tulikie na imani vituko ni vituko. Yatakukuta tuna wewe yatakukuta. Sheni. Mungu sio kuna. Kwa hiyo umefaulu sana. Roho yangu inatakata. Imesuzika. Hivi kwa nini wewe mwanamke unakuwa unanisumbua hivyo? Umeona? Na kusumbua mimi. Uliona hiki ndio kituo cha kulelea watoto Mimi ni binadamu, nimeomba kusaidia. Umeomba kusaidia wako na kushinda wa mwenzio ukamsaidie. Sikitisha unanitia aibu mbele ya watu. Aibu najitia mwenyewe. Sio mimi naye kutia aibu, ila wewe ndo unajitia aibu. Naomba ubadilike. Siwezi kubadilika pasipo wanangu kwenda shule. Maisha ya leo sio ya hivyo unafikiria wewe. Watu wanasaidiana. Namsaidia. Unasaidia kinafiki. Kama wako na kushinda wa mwenzio utamsaidiaje? Nitamsaidia. Lakini kama umeshaamua hivyo, basi potelea mbali. Jibu ni hivi, haendi shule. Ni upuuzi tu unaofanya humu ndani. Sijaona la maana lolote wala chochote humu ndani.
nikusaidie nini? Hebu nifungulie basi kwanza. Maana nimegonga muda mrefu sana. Sema nikusaidie nini? Nina shida ya kuingia ndani. Wewe ni nani? Labda ndo nikuulize nani? Mimi nasi kwanza hata mimi sikufahamu wewe. Umeshaona? Hebu niitie basi wenye nyumba hii hapa. Na mimi sikufahamu ndo maana nakuuliza. Sasa mpaka nijitambulishe vipi ndo unifungulie wewe? Fungua mlango basi mimi niingie nitatoa maelezo nikiwa ndani. Una shida na nani ndani? Yeyote aliyepo ndani mimi nataka aje anifungulie basi. Sasa kama wewe huwezi kunifungulia. Samahani, nishakatazwa kuingiza watu. Bana fungua bana, umeshakatazwa na nani? Fungua basi waite basi waliopo ndani. Bwana nisumbua bwana. Fungua bana mlango mimi niingie. Wewe vipi? Wewe ungekuwa mstaarabu ningekufungulia. Wewe sio mstaarabu. Kwa sababu gani? Mtu anafunguliwa anaingia ndani ndio anatoa maelezo. Sasa wewe unaanza kuniuliza unataka maelezo. Hii ni counter hapo niulize kila kitu. Sikiza, nimeshazuiwa kuingiza watu ambao hawajulikani ndani. Fungua bana mlango mimi niingie. Wewe vipi? Unakosa ustaarabu wewe. Ustaarabu gani unaotaka wewe? Ustaarabu gani? Au unamtaka nani ndani? Yeyote aliyepo mimi naomba muite basi. Hivi jamaa umetoka wapi wewe? Natumia nguvu sifungui. Hivi kwanza wewe ni nani mpaka unizuie mimi kuingia hapa wewe? Wewe ni nani hapa? Na wewe ni nani mpaka unifokee mimi? Sifungui. Ndio kiustaarabu tueleze. Ustaarabu kitu gani wewe? Nimeshakataa sifungui sasa. Nataka unipande kichwani. Sister, mimi niko hapa getini nashangaa nazuiliwa kuingia ndani. Sikuna kijana fulani hapa sijui. Okay. Wewe, una akili timamu wewe? Wewe kumzuia huyu getini wewe? Hivi mama. Unamjua huyu? Unamjua nakuuliza? Wewe kumzuia huyu kakaangu. Huyu ni kakaangu. Lakini mama leo sisi nikataza kuingiza watu sio wafahamu ndani. Hapa amefika tu pata jitambulishi. Kwa hiyo afike hapa ajitambulishe kwako ni kama nani wewe? Upo kulalamika tu. Kulalamika tu. Unafanya ujinga afu bado unalalamika kitu gani wewe? Huyu ni nani kwanza huyu hapa ni nani? Basi ameisha basi. Peleka begi hiyo ndani. Baraka wewe. Niambie sister. Ni nani basi? Nafurahi kweli kukuona. Karibu sana. Karibu sana mdogo wangu Tini. Asante sister. Karibu sana hapa ni nyumbani. Umependezaje sana mambo ya shemeji yako haya. Sawa sawa. Niambia habari zako. Nzuri. Okay. Wewe Suzi? Kim. Wow. Mambo. Mzima za huko. Habari za siku. Nzuri kabisa. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Nimeshakaribia. Eti. Ngoja mimi niko jikoni. Aja. Kim naambie mdogo wangu. Poa sisi. Maisha vipi? Maisha poa. Fresh. Mimi nataka kuuliza. Nataka kuna mabadiliko hivi. Huyu jamaa alikuwa ananizuia hapo mtini. Na wapi? Ni vichekesho mdogo wangu. Huyu jamaa kaletwa na shemeji yako ndani. Hata siwaelewi kabisa. Shemeji yako kamleta hajaishi hapa. Ameleta nini? Nadhani hapa na mwezi. Na hata simpendi, bora hapo umekuja. Kwa nini? Mimi najua kwanza ni mtoto aliyemzaa huko nje kaniletea. Hapo mimi yupo kunidanganya. Simpendi kabisa. Sana labda. Mimi nafikiri unakuja watu tusaidiane. Kafanya kitu kimoja ili mradi aondoke. Sitaki kumuona huko ndani. Hapa anaonekana sijui ni korofi kwa sababu. Yaani acha kabisa, kiukweli sijalizika naye mimi. Mimi nakuzuia getini. Sijui ajui kwa mimi na wewe damu. Sikia mdogo wangu. Lazima mimi na wewe tupange njama tumuondoe huyu mtu ndani. Kwa staili hii ya mimi alinifanyia ujinga ule na tunamtoa hapa. Lazima kabisa aondoke huko ndani. Tunamtoa. Ni kweli. Mimi nitakusaidia. Maana mimi mwenyewe namchukia sana. Usijali. Yaani tafurahi wewe. Tafurahi sana mdogo wangu. Usijali sister. Saidia kabisa. Basi sawa. Haya. Hata usiongope juu ya hiyo. Sawa. Haya, ina Usiongope. Kiba.
Njoo mara moja. Shikamoo. Baba, niambie. Poa. Habari za shule? Nzuri. Habari za hapa? Nzuri. Shikamoo. Habari za shule? Nzuri. Vipi? Masomo? Fresh. Na wewe na simu? Baba anakuja sana sana. Hata sijui. Nishimishe za babako. Sikaenda kazini kwake. Japo unatukana. Anko kaja leo. Muulize alikuwa wapi. Eti anko alikuwa Mambo ya chuo anko. Umesahau? Lakini hapo mimi natamani siku moja mimi kama natamani sana. lazima Lakini kuwa- wenzangu wanazidi darasani natamani wanapigia mbinu gani lakini wanazidi. Sikia Kiba nikwambie. Tatizo wewe Deko. Deko nyingi sana wewe. Hayo yangu kivipi? Bado anadeka Anadeka Unamwamini sana. mama? Unakataa, unabisha? Unasikia sister? Hiyo mimi sidhani kama inaweza kuwa sababu ya msingi ya kumfanya ashinde darasani. Ila mimi ninachoamini labda tu ni uzembe wa aina nyingine. Sasa cha msingi Kiba, sawa? Kwa sababu nimekuja basi nitahitaji uniambie matatizo yako, yaani katika masomo yako yote. Sawa? Basi matatizo ndio hayo nakwambia. Sasa si nimekuja. Na michezo kitu kingine? Michezo. Mimi nitajitahidi kwa hiyo. Kwa hiyo tasijali, sawa? Basi fanye hivi. Chukua mjomba wako basi umpeleke kula kapumzike kwanza. Wewe nenda bana, mimi bado natazama nabia hapa. Baadaye bana tutaenda, sawa? Mimi nimeshafika jamani, sister, tuko wapi? Nimeshafika, hamna tatizo. Sawa? Haya. Usijali. Haya. Sister nini tena? Unajua nini? Kuna issue moja. Nataka tutengeneze mimi na wewe. Shemeji yako kanipa kadi ya benki. Sasa nataka nikupe wewe ukaweke kwenye begi la suka. Kadi na Kadi ya benki mimi ninayo ya shemeji yako. Kusudi tu Suka aonekane kwamba ameniibia mimi ile kadi ya benki kwenye pochi yangu. hiyo kadi unayo? Ninayo. Hii hapa. Sikia, usiniangushe kabisa. Wewe nakuaminia. Sio, yani jitahidi. Usiniangushe. Unaona? Haya, poa, usijali.
Uliondoka jana? Jana. Niliweka kwenye mkoba. Kwa hiyo nimeangalia kwenye mkoba wangu asubuhi sioni. Bana rudi ukaangalie kadi. Sasa nirudi niangalie wakati nimeangalia kila sehemu sioni kadi. Unajua usinipotezee muda. Nimesema nenda chumbani ukaitafute hiyo kadi. Alafu ndo kalipia watoto wale ya shule. Nimetafuta mno. Si nilikuwa chumbani nahangaika. Paka kwenye mfungu wa vitanda nimeangalia kadi haionekani. Mimi na wasiwasi na Loi. Wewe unatuma watoto wako? Sasa ni nani wa kuingia chumbani? Basi kawaite mara moja. Haya. Wewe Loi. Kiba. Kiba. Hebu chukua mara moja huko. Mwani. Wako watu wanao sasa? Wanakuja. Kwa nini unawaacha nyuma? Loi. Loi. Choka hapo. Wewe unabaki umesimama? Unajua mbona unakuwa kama mnyonge? Kwa nini unakuwa kama mnyonge? Sasa asubuhi tunaitana haya. Sasa unajua sababu ambayo imesababisha tuko hivi? Mimi sijui ndio maana nimekuja. Alafu wewe. Yaani yule nguo hana adabu. Unasikia? Kuna kitu kimoja ambacho kimesababisha sisi mpaka sasa hivi sijaenda kazini. Kuna kadi yangu ya benki imepotea. Sasa nachowaomba kila mtu arudi chumbani alete begi lake. Mama Roho. Ina maana huyu anielewe? Hivi unafanya nini hapa? Si asubuhi bana tunachishana bana. Hivi kwa nini unakuwa unadharau wewe mtoto? Watoto gani mengine haya? Wenda hili nitokao limeiba. Ndio natupia tu. Hiyo anataka nini? Ina maana wengine kuna mabigi yao sijaoni. Bana mzee hao ni watu wazima bana wanaelewa bana. Leo mzee waitosha. Hakikisha wote wanakuja Suka, Suzi na mjomba wako ni waona hapa na Kiba. Naomba upitie kila begi. Uhakikishe unaipata ATM kadi yangu. Unauma wewe? Unauma ukae hapo. Hebu fanya haraka bana. Bana wewe uende bana kila kitu mpaka unanijua. Hivi nyie watoto mbona mna vipuli? Kila kazi mbona kulazimishwa? Si kama unaona hapo si blaza suka huyo. Inuka anasema inuka wewe. Yaani unachotaka tukae kwenye miguu ya madha. Wewe nenda huko bana. Inuka. Wewe mama wewe watoto wako hawa. Unanichelewesha mimi kwenda kazini. Hakikisha kila begi unapitia. Unaniangalia? Wewe fukua tu, sipaka upende. Mguu unatoa unatoka chini, unafanya. Angalia vizuri. Hii begi ya nani? Lanko. Imekwenda kufanya nini humo? Mimi niambia kague mimi sijui hayo mengine. Ina maana hili begi ni lako hapo? Lanko nimekwambia la kwangu tena. Wewe Mama Roy, kwa nini mnanihangaisha? Wakati mambo yote mnayajua nyie. Mimi mwenyewe sielewi. Mbona nisumbua? Hii kadi imefikaje huko kwenye mabegi? Sielewi. Mnanipotezea tu muda kumbe kadi mnajua hivi. Shemeji. Ndio shemeji. Mimi naenda kazini. Kazi njema shemeji.
nafikiria kuondoka hapa. Umefanya nini? Umeharibu kila kitu. Sio kwamba nimefanya nini, sawa? Hili swala mimi linanishangaza mpaka sasa hivi. Umeshaona? Yaani bado najifikiria alichukua ile kadi tena akaweka tena kwenye begi langu ni nani? Wewe. Yaani hapa kuna kitu hakiamini. Yaani umenikosesha amani kabisa. Tulivyopanga mipango yetu yote inaenda ovyo. Yaani wote ni wao mimi lakini kweli ndio. Lazima nikulaumu, tukawe makini. Sasa makini gani? Mimi nimeweka mule sina shangaa. Ina maana wakati unaondoka kwenda kuweka mle, uliondoka na nani? Nani sasa? Nilikuwa peke yangu. Sasa kama ulikuwa peke yako, kwa nini toke tena mle kiingie kwingine? Ina maana mimi sina akili sasa nikiweke tena hivi sasa kwa mtu na. Sasa kwa nini unifanyia hivyo lakini? Wewe ni mdogo wangu. Sawa? Na kushangaa. Ina maana una njama na wale? Njama wapi na wakati kile kinaniki? Sasa kwa nini unanisaliti mimi? Uso muda wa kuongea kama nilivyokuambia hapo awali. Sawa? Cha msingi mimi labda tufanye tu kitu kimoja. Kitu gani? Kwanza mimi sio ni hali ya kukaa tunamfanyia haya yote huyu kijana mmoja. Kwa nini? Tunapoteza muda afu hizi ni aibu. Sasa hebu angalia kama pale. Shemeji unafikiria amenichukuliaje? Amenichukuliaje mimi sasa? Yaani maswala ya shemeji yako. Niachie mimi. Basi tufanye kitu kimoja, sawa? Kitu gani? Mimi sio ni haja ya kuendelea kufanya haya yote kwa huyu kijana. Leo mama kunisaliti mimi. Sio kama nakusaliti, unajua angalia hata wewe. Kwani sio binadamu? Kwa hiyo wakati tunapanga uliona ni ubinadamu. Leo umeona si ubinadamu tena. Basi kama ufanye, nitajua wewe una njama na wale. Sister, una njama na wale. Sasa ndo kama wazee. Sikia, sio hivyo. Mdogo wangu, hebu fikiria mimi na wewe tumetoka wapi? Kwani wewe ni ndugu yako? Yule ni ndugu yako. Utakaponisaliti mimi, nani akwambie zaidi ya mimi? Sister, mimi sifanyi, sawa? Wewe kama unafanya hizo njama zako, fanya mwenyewe, maliza mwenyewe, lakini mimi sitaki tena hizo biashara. Sitaki tena kufanya kitu chochote juu ya kijana, sawa? Kama unafanya fanya mwenyewe. Ila sijajisikia vizuri kabisa na kauli zako. Fanya. Najua baby, kwa nakumbuka sana. Kiukweli, kunaishi vya amani kabisa. Sasa nimeshakuja, tatizo liko wapi sasa? Nakwambia tu nilivyokuwa naishi, nilikuwa najisikia vibaya. Mimi kwanza sikia. Mimi mwanzo nilikuwa najua labda umeshapata hata mpenzi mwingine kabisa. Siwezi kusaliti mpenzi wangu. Kweli kabisa. Napenda mimi. Napenda kwa dhati. Tena sitegemei kabisa kuwa na mwanaume mwingine tofauti na wewe. Sasa mimi nashukuru kusikia hivyo. Kwa sababu nimeshakuja. Kuna tatizo. Haya. Wewe bado kuna mambo yako? Uyasahau tu wewe. Nyasahau kwako tena. Hivi kwa nini kumisi? Najua kwa nini kumisi? Unafanya nini? Naandaa nyanya nataka nitengeneze mboga. Unataka uunge mboga? Basi, tengeneza kwanza hii mboga, ukimaliza twende ukavioshe vile vyombo. Sawa? Haya, mimi naenda. Haya. Alafu Suzi, unajua kuna kitu nimekumbuka nataka nikuulize. Kitu gani mama? Hivi, una mahusiano na Kim? Ukweli? Kweli kabisa. Usinifiche. Niambie tu kweli. Wewe sema tu. Haya mambo ya kawaida. Usitake kubisha. Mimi nimekuona. Ndio maana nikakuuliza. Wewe niambie tu usinifiche. Sema tu. Ni kweli mama. Ni kweli?
Sasa unampenda Kim? Ndio. Unampenda? Ndio. Sasa nataka ufanye kitu kimoja hivi. Sawa? Uwe karibu na Suka. Nataka utengeneze mahusiano naye. Japo sio ya ukweli. Usikatai. Kama unampenda Kim, basi tufanye hivyo. Mama, haiwezekani. Tuwezaje? Utaweza tu. Wewe jaribu tu kumvuta, kuwa naye karibu, kukaa anapokwenda, kumfuatilia kila kitu. Hatimaye utamweka karibu na wewe. Sasa mama, itawezekanaje kuwa na Suka wakati unafahamu kabisa Kim ni mpenzi wangu? Nisikilize. Mimi kuna kitu ninachotaka kukifanya. Ndio maana nakwambia wewe ufanye kitu kama kile. Mimi mama siwezi. Siwezi kabisa kufanya hivyo mama wangu. Siwezi. Hivi mimi na wewe ndani na ni bosi. Ni wewe. Sasa nataka ufanye ninavyotaka mimi lakini siwe kweli. Sawa? Nataka hivyo. Sasa sikiliza. Kumbuka ile nchuri ongea majuzi hapa kati ya kuhusiana na Suka. Ndio naikumbuka. Sasa huu ndio muda wa kuifanya. Unajua tunafanyaje? Chukua hii simu. Utaitumia wakati mkiwa mnaongea. Lakini hakikisha kila mtakachokuwa mnakiongea kiendane na masuala ya mapenzi. Hakikisha unamshawishi kwa maneno mazuri. Umeelewa? Halafu huo muda ukiwa unamrekodi bila yeye kujijua. Sawa? Sijali mama. Tafanya ninachotaka. Basi leo simu nikuelekeza jinsi ya kuitumia. Umeona? Nafanya hivi. Umeona? Maana yaje kunavuta. Naangalia neno hii audio pair, video record. Unashuka. Nabonyeza. Unaona? Kwa maneno yote atakayokuwa anaongea yanaingia hapa. Wewe kama unacheza na simu, sawa? Umenielewa? Haya, shika. Haya, hebu rudia nione kama umeielewa. Mambo ndo hayo sasa binti yangu. Kumbe hapa ni mjini kweli. Umeona? Mambo ya mjini ndo haya. Sawa? Yaani nitafurahi. Nitakupa na zawadi, sawa? Yaani hapo kishamaliza basi unakata tu hivi. Maneno tayari yatakuwa kwenye simu. Haya, poa. Haya, baadaye uendelee na kazi. Shemo. Samahani basi kidogo. Sio shughuli yote. Kama mkatibu na panga. Sasa nimekaa huko ndani mpaka nimechoka, nikisema labda nije nikuombe kama laptop yako ina games kidogo nicheze maana yaani nilikuwa nimechoka sana muda mmoja. Mimi nifanya vizuri. Nilikuwa namalizia tu kuna kikazi kidogo hapa. Games zimo. Sawa. Unaweza tu kakaa ukaangalia utachagua tu. Zipo sehemu gani unazisema? Na document yako. Fungua tu faili hapo. Basi. Sio niko ndani. Nashukuru shehe. Kim ndogo yangu. Bibi. Mimi sisi. Habari. Najua na nina uhakika
una mahusiano na Suzi? Kwa taarifa yako, Suzi ana mahusiano na Suka. Acha zako sister. He. Unabisha? Suka gani? Wanaongelea Suka huyo wa ndani. Acha. Mshamba yule aenda akamiliki mzee. Eti mshamba. Kwa kweli mshamba. Mwenzio anabeba. Acha story. Sawa. Kama uamini, chukua hii simu, sikiliza. Sasa simu yako. Kuna kitu nimerekodi humu. Kweli? Kiko samia nimeshi basi. Kiko hapa. Kitu chenyewe. Umeona haya mambo? Sikiliza sasa. Ongeza sauti. Sasa ujinga. Ujinga? Sasa ina maana Suzi anapenda hata watu 10, si ndio kwa wakati mmoja? Ndio maana yake. Sawa. Umeamini? Hivi Suka huyo anatafuta ataka pachimbike huko ndani. Sasa ulisema mchafu. Kwa sasa unafanya, si ndio? Si kwamba na fly. Nilikwambia tushirikiane kumtoa Suka, ukawa mbishi. Sasa sikiliza nakwambia sana. Time hii lazima tumtoe. Nakubali. Atatoka. Mbona anatoka sasa? Kwa nini sasa? Hospitali tunamtoa hapa. Kwanza Suzi kwa. Suzi mwenyewe kwa. Yuko jikoni. Sister, huyu mmoja mimi tayari nimeshamalizana naye. Sasa namsubiri huyu mwingine. Utakuwa ujinga sister, utakuwa upumbavu sasa. Umechukia? Msichana familia moja kweli unachanganya wanaume wa familia moja kweli inawezekana hiyo? Ni kweli. Ni kitu ambacho hata kiwezekana. Namsubiri Suka. Unafikiri kwamba hata kama shemeji alija kujua mchezo itakuwaje sasa? Mimi namsubiri. Wewe nilikuwa nakusubiri. Njoo hapa tumalizane. Nisikilize sawa? Hivi wewe labda kote huko ulikopita huko hujapata mwanamke wa kufanya naye mahusiano sawa mpaka ujifanye na wanawake waliopo ndani, si ndio? Si ndio? Wewe nisikilize sawa? Usinilete mambo ya kijinga, unaelewa Mimi sikufahamu, nadhani pia hunifahamu. Nitakuja nikuharibie vibaya, sawa? Naomba uachane na Suzi. Mbona unajua puuzi? Mimi sina mahusiano na mtu sawa. Chakula humu kwangu. Msichana humu. Si ndio hapo wewe tufanye sisi sote wajinga hapa, sawa? Hivyo una akili wewe? Dawa yako naipika, iko jikoni. Mimi na mahusiano na Suzi tangu lini? Sasa unarukaruka, si ndio Unaongea vitu ambavyo havipo, unapoteza muda wangu. Havipo sio Sasa tutaona nani bingwa katika hii nyumba sasa. Na tena hii lazima utoke hapa. Sister, huyu anatoka. Sio umenielewa? Tunamtoa. Lazima atoke huyo. Wewe unajifanya mjanja? Nitoke mimi ndani. Basi sawa, tutaona basi. Mzee Kasira sina nitoa ndani mimi. Sawa, basi tutaona. Basi hamna shida. Sawa, wewe nenda. Utatoka sasa. Si nimeongea mimi? Wewe utatoka. Siku hizi umekuwa kidume huko ndani. Na wewe unaunguruma. Na kuuliza wewe. Mpuzi sana huyu. Wewe tulia, sawa. Wewe hata usiwe na haraka. Huyu mchache mbona? Sasa utafanya hivi, sawa? Wewe itabidi uwe chumbani kwako, si ndio? Alafu umwite Suka. Sawa? Chumbani kwako wewe. Sawa?
hakikisha ni unakaa naye chumbani. Sawa? Mpaka kipindi ambacho sisi tutafanyaje? Tutakuonyesha leo. Sawa? Sawa. Yaani umjengee mazingira ya kumtega yeye. Sawa? Au unaonaje sister? Hakikisha hilo lifanikiwe leo. Maana Baba Loi leo yupo. Sijui unaelewa. Kwa sababu gani? Mimi nataka unithibitishie kwamba kweli huyu mtu hapo kwenye uhusiano naye. Sawa? Na usiniangushe. Na ufanye hivyo kweli, sababu ukifanya hivyo mimi nitakuamini sasa. Sawa? Ndio. Sister. Mimi nadhani haja kwa tunaendelea kujadili. Uwe makini. Sio haya na usifanye. Ndio hivyo basi. Sawa. Wewe kaendelea shughuli zako. Kwa hiyo sikiliza sawa. Wewe mwenyewe angalia muda ambao shemeji atakuwa free ndio kamstue huyu akafanya hilo swala sawa. Haina shida. Basi kwa makini. Poa, sijali. Wewe unasemaje? Hapo saidia mguu wa kitanda umevunjika. Mguu wa kitanda? Nini wewe? Sikia basi. Kwa ndio njama zako hizi ndio? Sikia. Hebu niache. Niachie. Niache. Baba Loi, wewe unamtetea Suka kila siku. Twende kaone wanachokifanya na Suzi. Naomba inuka basi mume wangu twende. Wewe inuka twende. Wewe twende kaone bwana. Inuka twende. Wewe twende baba. Baba Loi wapi bwana? Wewe twende. Wewe njoo uone. Sio mpumbavu kama unavyonidhania sawa? Ndio. Ndio kusema. Sio wangu. Mwanamke kwa wengine huko. Wasipe, njoo fasa ni njoo. Wewe njoo uone. Wewe njoo uone wanao. Wapi? Suzi! Suzi! Fungua. Wewe mwanamke. Yuko wapi Suka huko? Nilikuwa na maneno ya ajabu ajabu tu. Yuko wapi Suka huko? Mbona mbona nichanganya wewe? Usio unaniharibia muda wangu bwana. Umeshanipotezea na yani. Sio hivyo Baba Loi. Suka nimemwona kwa macho yangu. Umemwona kivipi? Nimemwona huko ndani kwa macho yangu. Kwa hiyo umekuwa mzimu umetoka huko? Nasema nimemuona kwa jicho langu hili. Akaenda wapi sasa? Sielewi. Hivi unaona mimi ni mtu wa kupotezea muda hapa kila mara? Sinipotezee muda huko bwana. Mimi na mambo yangu ya kufanya. Na wewe, nini ulichokifanya? Hivi unajua kwamba umeniaibisha nini? Loi ndo kaja kumchukua. Acha ujinga. Na utaondoka wewe.